Hizi hapa ni siri 10 za nidhamu binafsi zinazoweza kubadilisha maisha yako. Namba 1, weka malengo yaliyo wazi. Jua unataka kufikia nini na kwa nini. Kwa nini lengo hilo ni muhimu sana kwako? Je, uko tayari kuacha au kubadilisha nini ili kulifikia? Ukifanikiwa kulifikia lengo hilo, maisha yako yatabadilika vipi? Lazima upate majibu ya maswali haya kama kweli unataka kufanikiwa. Namba 2, tengeneza ratiba yako ya kila siku. Kwa nini ratiba? Ratiba itakusaidia kutumia muda wako vizuri na kwa mpangilio. Itakusaidia pia kujenga nidhamu binafsi, itakusaidia kupunguza kusahau yale mambo ambayo ni muhimu kwako. Itakuongezea uzalishaji. Hata pia inaweza ikakusaidia kufikia lile lengo lako kubwa ambalo unalitaka. Namba 3, anza na mambo muhimu kwanza. Kama unataka kweli kupata matokeo makubwa zaidi, anza na mambo muhimu kwanza. Watu wengi huanza siku yao kwa kufanya kazi rahisi au zile ambazo hazina umuhimu mkubwa. Na mwisho wa siku wanakuta mambo muhimu hayajakamilika kabisa. Lakini wewe ikiwa unataka kuongeza ufanisi, anza na kazi ambazo zina mchango mkubwa katika malengo yako. Hebu jiulize swali hili. Kama ningeweza kufanya jambo moja tu leo, ni lipi lingekuwa na matokeo makubwa zaidi? Hasa ukishalijua, lifanye kwanza kabla ya kuvutwa na zile shughuli nyingine ambazo zinaweza zikaharibu. Kumbuka usichanganye jambo la muhimu na la haraka. Hapa kuna utofauti mkubwa. Namba 4, acha tabia ya kuakhirisha mambo. Kuakhirisha mambo ni moja ya maadui wakubwa wa mafanikio. Mara nyingi tunasema nitafanya kesho, lakini kesho inapofika tunaakhirisha tena. Kumbuka kitu kimoja. Hakuna wakati mkamilifu wa kuanza. Hatua ndogo unayochukua leo ina thamani kubwa kuliko mpango mkubwa unaouakhirisha kila siku. Je, ni jambo gani muhimu ambalo umekuwa ukiakhirisha na ni hatua gani unaweza kuchukua leo ili kuanza? Namba 5, dhibiti matumizi ya simu. Simu ni chombo muhimu sana, lakini ikitumika bila mpangilio inaweza kuwa mwizi mkubwa sana wa muda. Watu wengi hutumia masaa mengi kwenye mitandao ya kijamii kutazama video zisizo na manufaa. Lakini ikiwa wewe unataka kufikia malengo yako, ni muhimu kuidhibiti simu, kudhibiti matumizi ya simu badala ya kuiacha simu ikudhibiti. Tumia simu kwa kujifunza, kufanya kazi na kuwasiliana. Epuka kabisa matumizi yasiyo na tija. Ningependa kukuuliza swali. Je, simu yako inakusaidia kufikia malengo yako au inakuzuia kuyafikia? Namba 6, jifunze kusema hapana. Watu wengi hupata ugumu kusema hapana kwa sababu hawataki kuwaudhi wengine. Lakini ukweli ni kwamba kusema hapana ni sehemu muhimu ya kujiheshimu na kuulinda muda wako. Huhitaji kukubali kila kitu ili watu wakupende. Unaweza kusema kwa heshima, asante. Asante kwa kunifikiria, lakini siwezi kwa sasa. Fikiria kabla ya kujibu, usikimbilie tu kusema ndio. Kusema hapana sio ukosefu wa adabu, ni ishara ya kujiamini, kujithamini na kujua kilicho muhimu katika maisha yako. Namba 7, kuwa na uvumilivu. Uvumilivu ni uwezo wako wa kuendelea mbele hata matokeo yanapochelewa kuonekana. Watu wengi hutaka mafanikio ya haraka, lakini mambo mengi mazuri katika maisha yanahitaji muda, juhudi na subra. Namba 8, jitathmini mara kwa mara. Kujitathmini ni kujichunguza na kujiuliza kwa uaminifu mkubwa jinsi unavyoishi, unavyofanya kazi na kama unakaribia malengo yako ama la. Hii ni tabia ambayo ni muhimu sana. Inamsaidia mtu kujiboresha ama kuboresha maisha yake. Unapojitathmini mara kwa mara, unagundua mambo unayoyafanya vizuri na yale ambayo wewe unahitaji kuboreshwa. Badala ya kurudia makosa yale yale mara kwa mara, kujitathmini kutakupa nafasi ya kujifunza, kufanya maboresho mapema kabisa
kabla ya kuharibu kazi hiyo ama kabla ya kuharibu mpango wako huo. Namba 9, zungukwa na watu chanya. Watu unaotumia muda mwingi nao wana mchango mkubwa katika mawazo, tabia na mwelekeo wa maisha yako. Ndio maana ni muhimu kuzungukwa na watu chanya wanaokutia moyo na kukusukuma mbele. Chagua marafiki na watu wa karibu kwa hekima na kwa utulivu mkubwa. Watu wanaokuzunguka leo wanaweza kuathiri maisha utakayoyaishi kesho. Ukizungukwa na watu chanya wanaokutia moyo, utaanza kuona uwezo mkubwa aliouweka Mungu ndani yako wewe. Namba 10, fanya jambo sahihi hata usipojisikia kulifanya. Hisia zetu hubadilika kila siku. Kuna siku tunakuwa tuna hamasa kubwa na kuna siku hatuna nguvu wala motisha. Lakini mafanikio ya kweli hayategemei hisia pekee. Yanategemea kufanya jambo sahihi hata wakati tusipojisikia kulifanya. Motisha huja na kuondoka, lakini nidhamu hukufanya uendelee kufanya kile kinachopaswa kufanywa bila kujali unavyojisikia. Kumbuka, mafanikio hayaji kwa bahati, hujengwa na maamuzi unayoyafanya kila siku.